kweli kabisa. Tunahitaji wajumbe na mabalozi. Hatutaki watu wasiojitambua, wasiomwogopa Mungu. Tunahitaji watu wanaomwogopa nani? Mungu, ambao wako kwenye kwaya lakini wana hofu ya Mungu. Wakija kwenye maombi wana hofu ya Mungu. Kama nanielewa sema amina. Hata kama ni wafanya biashara, hata kama ni wakulima wa ndizi, hata kama ni wafanya kazi wa serikali, lakini wana hofu ya Mungu. Nikiwa kazini kwangu Mpanda sekondari, mimi ni balozi wa Mungu katikati ya walimu wengine. Hata kama unayehu, mimi sio wa kawaida na sina haraka ya kukupiga ngumi, maana mimi situmii ngumi. Mungu amenipa neno lake lenye mamlaka. Mimi ni balozi wa Mungu. Watu wakiwa wanafanya vitu vya ajabu, ninawacheki kwanza. Sina haraka ya kuongea, maana maneno nitakayoyatoa sio ya kwangu. Sema amina. Balozi wa Mungu hafanyi mambo yake wala hana biashara yake. Anafanya yale ambayo Mungu amemtuma. Basi sasa nirudi kanisani. Nije kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hivi hatujasoma maandiko, maana washirika watu wanasema mambo amehubiri ila ieleweka alichosema. Hatujaelewa. Maana hajasema imeandikwa. Angesema kama shetani siku ile anamwambia Yesu imeandikwa, tungemuelewa. Maana imeandikwa. Imeandikwa, sio walokole tu wanasema, hata mashetani wanasema imeandikwa. Kwani mnabisha? Sasa ngoja tuseme imeandikwa, lakini tuamini sisi ni watumishi wa Mungu. Sema amina. Tusome Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20. Uangalie vinywa vyetu. Amen. Na kama una kinywa utanielewa haya ninayokuambia hapa. Kinywa chako kinatakiwa kitumikeje? Nani amepata asome? Maana ni vizuri kushirikiana. Hili ni darasa wala sio agano la kale. Watu tuna Biblia. Haleluya. Kimbia pale mbio zile za marathon ya Arusha. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20 anasema, basi wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Tupige makofi kwa ajili ya hayo maneno makuu. Sisi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Amen. Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Ukitaka kusikia Mungu anasema nini, mfuate aliyeokoka. Ngoja nirudie, naweza nikaishia hapa mimi kama mseme amina mpaka mseme amina. Aliyeokoka ni sauti ya Mungu duniani. Ambaye ana Yesu ndani yake ni sauti ya Mungu duniani. Maana Yesu alisema, kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kama vile mimi nilivyo ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Maana yake ambaye ana Yesu ndani yake anaye Mungu ndani yake. Na kama Mungu yuko ndani yangu, sitakiwi kusema kwa uzoefu nilionao duniani. Nitasema sawa sawa na sauti ambayo naisikia ndani yangu. Nirudie hapo Sema amina. Igogwe kuna migomba. Igogwe kuna wazee. Huyu mzee mmoja hapa wa 64. Pigeni makofi mzee sio wa 64, yani 64 ndiye alikuwa anaokoka. Sasa inawezekana ni wa 42. Haleluya. Maana yake huyu vita ya wakoloni na yeye alikoswa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Amepata story kidogo za ukoloni. Maana na yeye ilitakiwa koloniwe. Apotezwe hivi. Tumempata kwa neema, simpige makofi. Wengi walishakufa. Kumbe watu waliokoka wapo kanisani. Walitakiwa wapi hawa? Maana wale jamaa hawakupenda kutoka kwenye nchi zetu. Walitaka wang'ang'anie. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya mtu aliyeokoka, ukiona anaongea, maana yake ametafakari moja.
ametafakari neno la Bwana juu ya kile anataka kusema. Sema amina. Na Mungu amemwambia, hicho unachotaka kusema mimi nitakuwa pamoja na wewe, nitakitimiza. Wewe sema tu, mimi nitatimiza, kwa sababu hilo ni neno langu nililoliweka kwako. Hatusemi maneno yetu, hatusemi maneno ya madhehebu tu, tunasema neno ambalo Mungu ametupa. Ndio maana tunaongea mambo ya ajabu. Kama kuna mtu wa ajabu duniani ni mtu aliyeokoka. Wa kushangaza. Sema amina. Wa ajabu sana. Kama nekana mtu mwambie wewe ni wa ajabu sana. Wewe ni wa ajabu sana. Yaani nikwambie kama watu hawajawahi kukushangaa na umeokoka, ukaokoke upya. Maana maisha ya mtu ambaye anamtegemea Mungu hayajawahi kutafsiriwa kirahisi. Na ukiona watu wameanza kukutafsiri kirahisi, unatakiwa urudi kwa Mungu. Sikilizeni, Mungu wetu ni wa ajabu. Is a supernatural. Ni Mungu wa ajabu. Sasa kama ni wa ajabu ambao wana Mungu ndani yao, ni wa ajabu, sio wa kawaida. Kwa hiyo wajumbe wa Mungu ni watu wa ajabu duniani. Mahali ambapo kanuni inagoma, yeye anasema inawezekana. Mahali madaktari wamekataa, yeye anasema inawezekana. Huyu ni wa ajabu. Wewe ni Mungu kumuelewa. Balozi wa mbinguni haeleweki kirahisi kwa akili za kibinadamu. Sasa leo tunataka tueleweke. Tuhame, tuache madhabahu. Twendeni vyuo. Twendeni tutafute vyeti duniani. Maana wanaoeleweka duniani ni wale ambao wametembea kwenye principles, kanuni za dunia. Ili waeleweke, wanajifunza Wasafa wanaishije, anasoma juu ya Wasafa. Wakinga wanaishije, anasoma duniani. Lakini waliosoma elimu ya mbinguni wana mamlaka isiyo ya kawaida, wanaenda zaidi ya uzoefu wa Kisafa, kwa sababu kuna mambo Wasafa wameshindwa. Inatakiwa Mungu ashuke katikati ya Wasafa. Wangapi mnanielewa? Mseme amen. Hiyo ndio sababu siku hizi miujiza imepungua. Na miujiza inapopungua kwenye kanisa la kweli, inaibuka kwenye kanisa la uongo. Wale waliookoka kweli wanapoamua sasa kufuata kawaida ya dunia hii. Unanielewa sasa? Ngoja niwaambie watumishi wa Bwana, maana ninyi nyote ni watumishi, huu ujumbe ni wa kweli wote. Masuala ya kusema ni wa wachungaji hakuna. Wewe sio mchungaji wewe. Wakati wa Yesu, si ndio pastor? Biblia inasema wote wanaoamini, si ndio? Aliwapa uweza wa kufanyika nani? Wana wa Mungu. Sasa kama wewe ni mwana wa Mungu, mwana wa Mungu ambaye ni mzaliwa kwanza anaitwa Yesu, si sawa? Na sisi ni wana wa nani? Wa Mungu. Maana yake wewe unamwakilisha nani duniani? Hapo kuna wachungaji wametengwa pembeni, manabii wametengwa pembeni. Sisi wote hapa ni wana wa Mungu, na kama ni wana wa Mungu tunamwakilisha Mungu duniani. Sisi sema amina. Tunamwakilisha wote kwa pamoja. Sasa niende, kwa nini leo miujiza haipo? Na miujiza ikitokea ng'ambo, wote sema ng'ambo, mahubiri yanabadilika. Yaani wanapigwa, wanafanya miujiza, mitume wanafanya miujiza, watapigwa, watakufa.